bado kuna changamoto ya watumishi ambao ni watendaji wa kata, madereva na walinzi ambao fedha zao hazikuwasilishwa katika mifuko ya hifadhi ya jamii kati ya mwaka 1994 hadi 2004. Suala hili bado halijapatiwa ufumbuzi. Tunaomba serikali ilipatie ufumbuzi ili pindi watumishi wanapostaafu wasipate usumbufu. Eneo namba 5, kutolipwa fedha za likizo kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, pamekuwepo na changamoto ya kutolipwa fedha za likizo kwa wakati, na wapo waajiri ambao hawalipi kabisa fedha ya likizo, jambo ambalo linawaathiri wafanyakazi pakubwa kisaikolojia. Namba 6, changamoto ya watumishi wa kada ya afya na kada zingine. Ndugu mgeni rasmi, kuna changamoto kwa watumishi wasiokuwa walimu pindi wanapojiendeleza kielimu. Wanapata changamoto katika kubadili miundo yao ya kiutumishi, wanalazimika kupewa mshahara wa mtumishi anayeanza utumishi katika kada hiyo. Mfano, afisa muuguzi msaidizi mkuu akijiendeleza kwa kusoma shahada ya uuguzi, daraja lake la mshahara litashuka. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi utufikishie kero hiyo kwa Mheshimiwa Rais ili atatue kero hiyo ya wafanyakazi. Swala hilo linatatiza viongozi waliofikia ngazi ya juu wakihofia kwenda kujiendeleza kielimu, mishahara yao itashuka. Eneo namba 7, changamoto ya malipo ya uhamisho katika maeneo ya mjini. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya watumishi walio katika kada ya ualimu waliopo katika maeneo ya mjini pindi wanapohamishwa kwenda kituo kingine cha kazi ndani ya maeneo ya mjini wanalipwa posho ya usumbufu, yani disturbance allowance. Lakini watumishi wasio katika kada ya ualimu hawalipwi kwa kisingizio hawajabadili makazi. Jambo hili tunaomba litazamwe vyema upya ili kutoleta sura ya watumishi wa kada fulani kupata stahiki fulani ili hali wengine hawapewi. Mimi kwa nafasi yangu ni mwakilishi wa jimbo hili la Musoma mjini, na kama mwakilishi wenu kazi yangu ni kuunganisha kati ya wananchi na serikali. Kwa hiyo jukumu langu ni kuendelea kuwasemea, na ninyi wenyewe mnayo taarifa kwamba hata baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa hapa, yale ambayo serikali imeyatekeleza, nimekuwa mstari wa mbele kuyasemea. Unapozungumza swala la kikokotoo, naamini wengi mnafahamu, na mimi niliungana na wabunge wenzangu kulisemea, na kwa sababu mama yetu na rais wetu ni mama msikivu, walau aliweza kusogea. Lakini leo tumesikia tena hapa mumeomba kwamba basi ikiwezekana mama, ikiwezekana tuenda 40, lakini ikiwezekana zaidi tuenda 40 ngapi? Tuenda 45, si ndivyo? Na mimi pamoja na wabunge wenzangu nitaendelea kufanya kazi hii ya kuwazungumzia, ya kupaza sauti, na kila serikali inapojenga uwezo basi iweze kuendelea kujenga na watumishi wake. Siku hii ya leo, moja ni kusherehekea, lakini la pili ni siku maalum kwa heshima kubwa ya wafanyakazi na kazi ambazo mnazozifanya kwa taifa letu, kwa mkoa wetu na wilaya yetu. Kwa kweli mnastahili heshima kubwa, hongereni sana. Lakini Waswahili wanasema unayekata naye kuni ndio unayeota naye moto. Mnakata kuni na serikali, mnakata kuni na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwamba wakati wa kuota moto na yeye hatowapita. Hata vitabu vya Mungu vinasema unapozuru kwingine usitupite Bwana. Ni imani yangu, naendelea kusema Mheshimiwa Rais anawakumbuka, anajua thamani yenu, anajua heshima na umuhimu wenu. Basi anapozuru maeneo mengine na wafanyakazi hatowapita. Jipigieni makofi mengi sana. Sisi kama wafanyakazi, kwa maana ya watumishi,
ni discipline kwa maana ya heshima katika kuheshimu nafasi zetu za kazi, lakini kufanya kazi kwa juhudi na maarifa na kwa weledi, na zaidi tukilenga mafanikio ambayo yako mbele yetu, na zaidi tukitaka sasa kumwonyesha Mheshimiwa Rais ya kwamba sisi kama jeshi lake tuko imara katika kufanikisha malengo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hafla hii inahitaji zaidi kusikia kutoka kwako, lakini niwakumbushe wafanyakazi, hii siku ni siku yetu mahususi, ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo na waasa muendelee kusherehekea, lakini tusherehekee kwa kiasi, kwa kujua kwamba kesho ni Ijumaa, ni siku ya kazi. Nahitaji niwaone kazini saa 1:30. Binafsi naipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutoa fedha za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo kwa namna moja ama nyingine inasaidia kuboresha mazingira ya utoaji huduma bora kwa wananchi wote. Miradi hii ni mingi na sote ni mashuhuda. Katika mkoa wetu wa Mara tumeona Mheshimiwa Rais akitoa fedha kwenye miradi yote ambayo imegusa nasema nyanja zote za maisha ya wananchi. Miradi hiyo ikiwa ni pamoja na elimu, afya, biashara, miundo mbinu, maji, utawala na nyanja nyinginezo. Kwa kufanya hivyo, miradi hiyo imechochea ukuaji wa uchumi na muhimu zaidi, imesababisha ustawi wa jamii ya Kitanzania na wanamara katika muktadha huu. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya wafanyakazi, ikiwamo upandishwaji wa madaraja, kubadilishiwa miundo au kada na kulipa malimbikizo ya mishahara kwa watumishi. TRA Tanzania, karibuni sana. Wakala Majengo TBL. Serikali imetoa ajira mpya zipatazo 1607, hizi zikiwa ni katika kada mbalimbali ikiwamo ualimu na afya. Aidha, watumishi wameendelea kupewa fursa za kujiendeleza kimasomo katika vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Hatua hizi ni kiashiria tosha kuwa utumishi wa umma unaendelea kuthaminiwa na serikali yetu. Ndugu wafanyakazi, kama ilivyo ada, leo tunakupongezeni nyote kwa namna mlivyotekeleza majukumu katika maeneo mbalimbali. Tunawapongeza kwa kazi nzuri iliyowawezesha kufanya kazi na kuonekana na miongoni mwenu wapo waliofanya vizuri zaidi. Nyote mmefanya kazi, lakini miongoni mwenu wapo waliofanya kazi nzuri zaidi, na kama ilivyo ada, tunatarajia leo tutawapongeza hapa na tutatoa zawadi. Sasa ni wasii wale watakaopata zawadi wasibweteke, waendelee kuchapa kazi, na kwa wale ambao hawatobahatika kwa leo,
waendelee kuchapa kazi kwa bidii, uaminifu, nidhamu na maarifa, yote ikiwa ni katika kulitumikia taifa na wananchi wetu wa mkoa wa Mara kwa ujumla. Uchaguzi mkuu 2025, Chama cha Walimu, twende Chama cha Walimu, twende. Hao ni walimu wenzangu hao. Makofi mengi kwa walimu. Kwa mwaka huu 2024/25 jumla ya shilingi bilioni 2,214,956,000 zimetolewa na serikali kuu kwa ajili ya kulipia posho za likizo, uhamisho na posho za kujikimu kwa watumishi wa ajira mpya katika serikali za mitaa na sekretarieti ya mkoa. Na wahimiza waajiri wote kuweka bajeti za kulipa stahiki mbalimbali za watumishi ili kuongeza ari ya utendaji kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanaofuata sasa ni gari ya TANESCO. Hawa bwana wanahusika na shughuli za umeme kama tunavyoweza kuona wakiendelea na shughuli mbalimbali. Kuhusu changamoto ya kutobadilishwa muundo baada ya kujiendeleza watumishi wa kada ya afya na kada nyinginezo, na mwelekeza katibu tawala mkoa kuchukua hatua na kutafuta ufumbuzi wa changamoto hiyo mapema iwezekanavyo. Aidha, ninawataka waajiri wote kuzingatia taratibu za ulipaji posho ya usumbufu kwa watumishi wanaohamishwa vituo vya kazi kutoka eneo moja hadi jingine, na si kwa kada fulani fulani au maeneo fulani fulani tu. Ndugu wafanyakazi, vile vile kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutoa maelekezo mahususi yanayolenga kutatua changamoto mbalimbali zilizowasilishwa mahala hapa leo kupitia risala yenu hiyo iliyosomwa na mratibu. Mosi, taasisi zote zihakikishe zinaunda na kufanya vikao vya mabaraza ya wafanyakazi kwa kuwa yapo kwa mujibu wa sheria na yanatoa fursa kwa watumishi kujadili na kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili mahala pa kazi. Na wahimiza wakurugenzi wa halmashauri kuendelea kutenga bajeti na kupeleka michango ya watumishi wa kada ya watendaji, madereva na walinzi ambao michango yao haikuwasilishwa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kuanzia mwaka 94 hadi 2004 ili kuondoa usumbufu kwa watumishi hawa ambao wengi wao kimsingi walikwisha staafu. Aidha, serikali itaendelea kusimamia upelekwaji wa michango katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, yaani WCF, ili kusaidia upatikanaji wa fidia kipindi mtumishi anapopatwa na majanga akiwa kazini. Safi kabisa.
NSSF. Piga mabango baada ya NSSF. Baada ya NSSF. Tunaamini. Na wakumbusha waajiri wote kuandaa bajeti kwa ajili ya kulipa stahiki za wafanyakazi pindi wanapostaafu utumishi wa umma. Hii itaepusha malalamiko na malimbikizo ya madeni kwenye taasisi zetu yasiyo ya lazima. Na haipendezi mtu anastaafu ametumika vizuri, lakini akisha staafu anaanza kuteseka kufuatilia stahiki zake. Akistaafu apate cha kwake akapumzike vema. Ndugu wafanyakazi, wakati nahitimisha hotuba yangu, napenda kuwakumbusha kuwa kudai haki kunaenda sanjari na kutimiza wajibu.